Wewe Hilda. Vipi bwana? Vipi mbona unatoka bila kuagana? Na kuna vitu inabidi tuviongee hizi. Shida ni nini? Kuna shida gani? Wewe usimetaka nije kwako, nimekuja nimelala kuanzia usiku mpaka asubuhi. Unataka nini tena? Kuna tatizo? Shida ipo. Shida ipi? Kwa sababu issue kubwa kwamba si mwenyewe uko kwa wakati au unitafuti, na leo ndo umekuja hapa, tutafuta tena baada ya miezi miwili ndo utakuja hapa. Ni vitu ambavyo tukae tuje tukidiscuss. Mimi sioni kama kuna tatizo. Umeniita kwako, nimekuja nimelala kuanzia usiku mpaka asubuhi. Unataka nini tena? Mbona unakuwa msumbufu wewe? Uliziki? Uliziki? Unataka tena na leo tena nilale? Umefanya wewe ni mtaji? Alafu sikiza nikwambie. Ujue kutoka huko mpaka kuja kwako kulala kuanzia usiku mpaka asubuhi nimekuheshimu. Naomba na wewe uwe unajiheshimu na unajielewa. Kwa kuniuliza swali kwamba sijui tatizo ni nini, sijui tatizo ni nini. Shauriana na kichwa chako. Hilo mimi halinihusu. Mambo. Safi. Uko poa? Haina haja sana hiyo poa. Kwa nini? Unaweza kuniambia jana ulikuwa wapi? Nilikuwa nyumbani. Kuna shida? Ulikuwa nyumbani? Nilikuwa nyumbani. Hakika ulikuwa nyumbani? Vipi, mbona unaniuliza? Mbona mimi nilifika na sikukukuta nyumbani. Na dada yako aliniambia wewe umeenda kwa bwana wako. Kwa nini kabisa ukakaa ukamwamini dada yangu? Ukamwamini, ukasikiliza maneno yake na ukaelewa kabisa. Hivi unajui kama dada yangu ni mnafiki yule? Hivi dada yangu anaweza kanitakia mimi mema mpaka akakwambia wewe kwamba mimi nilikopo wapi sio ikawaje? Acha kumsikiliza. Acha kumsikiliza, wala usikae ukasikiliza maneno yake kabisa. Mimi nilikuwa nyumbani. Kwani alikwambiaje? Dada yako ni mnafiki? Mnafiki. Mnafiki ndiye. Mbona mimi nimefika nyumbani na sijakukuta? Na nimepiga simu zangu kupokea. Kwa nini? Usikie ukamwamini dada yangu, wala usiamini maneno yake. Tuingienda tukaongelea. Vipi? Sikiliza. Mimi sio mla makombo. Na kwanza sasa toka kwenye nyumba yangu. Ina maana hapo wewe ambacho uelewi ni kitu gani? Si nimekwambia nilikuwa nyumbani. Yaani umekutumika na bwana wako kisha unaniletea mimi. Kwa unahisi mimi ni mtu akula vitu vilivyotumika, sio? Sasa toka. Na utakaporudi uje na jibu kamili, jana ulikuwa wapi? Toka. Toka nimesema. Ting. Ting. Dada wangu anatakia nini dada?
nje. Mdogo wangu, mbona unaniita kwa fujo hivyo? Vipi tena? Mbona leo hivyo? Utajua hapa nje. Niambie. Kilichokufanya utoe maneno kwenda kumwambia Tingi ni kitu gani? Kuhusu Gaka? Mimi sijamwambia kitu chochote. Hujamwambia kitu chochote? Ndio. Mimi natoka hapa naenda kwa Tingi, Tingi ananifukuza kama mbwa. Dada. Hivi dada unanitafutia nini wewe? Mdogo wangu. Unanitafutia nini maisha yangu mimi? Unatafutia nini? Mdogo wangu. Mimi nampenda Gaka, awe ndo mchumba wako. Umenikwaza na sijapenda. Huoni mambo anayotusaidia Gaka? Kwenye msiba wa kwanza, kwenye harusi wa kwanza, kwenye magonjwa mi dada yako ni kiumwa wa kwanza. Huyo Tingi kwa hiyo minywele yake au? Tingi ana nini au kwa hiyo minywele? Dada, awe ana nywele, awe ana manyoya, mimi ndo nimempenda Tingi. Alafu dada nikwambie kitu. Upendo haupimwi kwa pesa. Mimi nimempenda Tingi, yuko hapa. Sasa wewe ulompenda Gaka huyo. Mpenda wewe Gaka wako, ila mimi simpendi. Alafu biashara kufuatilia maisha yangu kuhusu hawa wanaume. Tingi, Gaka ni wa kwangu mimi. Kwa hiyo hawakuhusu. Kama kuamudu nitaamudu mimi mwenyewe. Biashara kuingilia maisha yangu na kuyafuatilia, kwanza kulopoka maneno, kutoa maneno hapo kupeleka huko. Koma. Pata biashara zako. Ni dada yako lakini. Hainihusu. Profesa. Nimekuita hapa ili tudiscuss mambo mawili matatu kuhusiana na girlfriend wangu Hilda. Unajua kuna vitu ambavyo anavyovifanya, yaani mimi nakuwa sivielewi kabisa juu yake. I don't know why. Yaani utampigia simu kupokea na kujisikia. Utatuma message saa hizi, baada ya siku tatu unaweza ikajibiwa. Lakini ndani ya hilo jibu sasa ni pia wendo kwa kutakuwa na jibu zuri. Yaani sio mtu ambaye yupo karibu na mimi. Yaani ni mtu ambaye mwenye mambo mengi. Sasa unajua mimi jinsi gani nampenda. Na mtu pekee ambaye yuko katika moyo wangu ni yeye. Na mimi siwezi kurukuta juu yake, hilo naika wazi. Na mimi sitaki zipite hata dakika 3 basipo kumpigia simu au kumtafuta. Kwa sababu ni mtu ambaye nampenda sana. Lakini kuna vitu ambavyo yani anavyonifanyia nashindwa kumuelewa. Kikubwa ni kwamba nashindwa kumuelewa nimweke katika fungu gani. Kwa mfano, jana alikuja hapa. Kalala mpaka asubuhi, ameondoka. Sasa tayari jinsi yake ya kuondoka. Kaondoke ile tu hai. Namuuliza vipi, mbona mnakuaga? Yaani kaongea maneno ambayo kana kwamba hata wewe siwezi kukwambia maneno ambayo unaelewa. Sio shida ni nini? Islamu, asila na nini. So lakini kinachonumiza, mbona yeye mimi chochote atachokihitaji muda wote nataka hiki napatia, nataka inapatia haya. Tena haraka iwezekanavyo. Hilo swala bwana linaniumiza sana. So kama nimekuita hapa mshikaji wangu, tuje tudiscuss. Hilda huyu. Unajua wewe mimi ni rafiki yangu. Lakini nisipokuambia ukweli, hata mimi nitabaki kuwa naumia. Hali ya kuwa vitu vinavyoona vinafanyika. Hilda ni muuni. Hilda ni mshenzi. Hilda ni changudoa mtaani hapa. Hakuna mvulana au mwanaume yote simjua Hilda. Hilda akitembea barabarani sana anatembea uchi. Hilda kwa kuwa wewe uko naye, unaona amevaa nguo. Na hakuna mtu yote anaweza mwenye uwezo wa kukwambia swala hili zaidi ya mimi rafiki yangu wa karibu ambaye mimi nina uchungu na wewe. Na mimi naumia sana pindi ninapoona yule anafanya uni, alafu wewe ndo mtu wako wa karibu na wewe ndo utakufanya naye maisha. Hakufai hata kidogo Hilda. Kwa sasa hivi wewe jinsi ulivyo, tafuta mwanamke ambaye unaendana naye, utafunga naye ndoa, utatengeneza maisha bora. Mbona wewe na yule hamwendani? Hamwendani hata kidogo. Wewe sio level yako yule. Wewe ni mtu wa kuheshimika. Wewe mtu wa level ya juu. Lakini sasa hivi unamshusha ukaonekana yule unaonekana mtu wa kawaida sana, kwa sababu kwa ushenzi anaofanya yule binti. Ila wewe ndio umekufa umeoza na uelewi hata ukiambiwa.
Lakini mimi nakwambia ukweli japo unauma. Wanasema wahenga wanasema chungu lakini dawa. Mimi nakwambia yule akufai. Na mimi kama rafiki yako napenda muda wote tushauriana mambo mengi. Nasema nakushauri yule akufai japo mapenzi ya shauri tu. Lakini akili kichwani mwako. Hata ukienda chooni wakati mwingine ukikaa unajisaidia utakumbuka maneno yangu nayoongea. Achana naye, tafuta unaendana naye. Wakuchua. Unajua jinsi gani mimi tunapoheshimiana? Sana. Na nakuchukulia kama familia. Ndio. Unawezaje kuipungua familia yako? Sikuvui nguo bana, nakwambia halisi. Kwamba mimi naiona. Hujui kama utazungumza hayo maswala. Yaani ukimvua Hilda nguo ni sasa umenivua na mimi nguo. Ukimzungumzia vibaya Hilda sasa umenizungumzia mimi vibaya. Inawezekana kuna vitu unavijua vingi kuhusiana na Hilda. Lakini kumbuka mimi ni familia. Ndio. Sasa kitu kimoja nakuomba. Sitaki tugombane katika hili. Next time nikikupigia simu ukaja hapa au tukakutana kwenye mambo yetu, sihitaji uzungumze huo ujinga. Lakini pia sihitaji umzungumzie vibaya Hilda. Nimekuita kwa ajili ya kudiscuss 1, 2, 3 tunafanyaje. Naona umevuka mipaka. Unashindwa kutambua familia niongee nayo vipi? Hapa kuna mipaka gani? Hapa kuna mipaka gani? Leo unaamua kunidhalilisha mimi. Maana hayo maneno si ya kumdhalilisha Hilda, ni kunidhalilisha mimi. Wakati mwingine mambo yako ukiona basi baki nayo. Labda tu mimi niseme samani kwa kiki ambacho nilichokwambia. Ila sitaki na sipendi. Iwe mwanzo, iwe mwisho kuzungumza huo ujinga. Pindi ninapokuita utakapokutana. Kwa sababu Hilda ni maisha yangu. Narudia tena. Hilda ni maisha yangu. Ni reality kutoka katika moyo wangu. Sawa, na mimi nitakuwa mjinga pindi unaponiita kuniita kunishirikisha wewe mtu ambaye mpumbavu, mshezi ambaye mimi namfahamu. Alafu nizidi uficha uongo, uozo ambao kwake na ujua ni ufiche, sikwambie ukweli. Mimi nakwambia ukweli na kukasirika. Na ukiona mimi sifai katika kushauri juu ya Hilda, usinishirikishe kuhusu huyo mshenzi, usinishirikishe naye kabisa. Bwana, una unafiki na usnitch. Wewe sio familia. Hakuna familia inazungumza ujinga kama huu. Unasikae. Sawa. Ndio kama nilipokuambia mwanangu. Shemeji yako alikuja asubuhi hapa. Mimi nikamtimua. Kisa nini sasa? Acha mwanangu. Leo mimi nilikwenda mpaka nyumbani kwao. Nikuta dada yake. Anamuulizia shemeji yako. Ananiambia eti ameenda kwa bwana yake. Sasa bwana Tingi, sikia nikuelekeze. Hapo mwanangu umefeli sana, sikufichi mwanangu. Wewe umefanya makosa shemeji kumtimua. Yaani ile litakuwa kabisa shemeji sisi tukae naye au sio? Tujue kabisa ni nani anaomnyenganyenga. Umenisoma? Na tukishajua kabisa fulani ndio anamnyenganyenga yule. Au sio? Mimi siwezi kukubali. Umtaa mimi ndio ndava. Ulizea kote kwa Beshikani ndio nani? Shemeji anaondokaje? Mimi sikubali kabisa shemeji kuondoka. Yaani lazima tumkamate tumjue ni nani na nikishamkamata sikufichi mangu. Mimi nampiga kikweli kweli ya. Sitaka masiara kabisa mimi. Bwana hilo neno. Hicho ndio kitu ambacho mimi nilikosea. Umezingua mwanangu juu. Hebu tuondoke kwa shemeji. Bwana. Shida yako? Hamna, mimi nitaka nikuulize tu umefika nyumbani salama? Sikiza nikwambie. Una kazi ya kufanya? Hiyo vocha unaonipigia mimi, tumia kupigia wazazi wako kuwasalimia. Achana na mimi. Fanya mambo yako, sina shida na wewe, sawa? Afu acha kunisumbua bwana. Unajua mimi niko kwenye mudi gani? Sawa.
Kwa nini? Shida gani mwanamke? Mbona umekata simu? Kwani jitu alisikii hili? Eh. Ngoja niende huko kwao. Shemeji, mambo? Shemeji, sinakusalimia. Shemeji yako Tingi. Mambo? Shem, mama. Poa, vipi? Karibu. Asante. Mimi nimekuja kukufuata kama watu wazima tukayamaliza. Sawa. Basi ngoja nijiandae. Haina haja kujiandaa. Twende hivyo hivyo. Tunaenda hivi hivi. Hivyo hivyo. Sawa. Shem. Ndio mambo mdogo kwa. Kumbe unafahamu kila kitu. Wewe ni kipofu? Nini ambacho uone hapa? Nini ambacho ukioni hapa? Wewe hujielewi? Unashinda kujiongeza kwamba hapa kitu gani kinachoendelea? Usitaki kuniambia kwamba unipendi. Usitaki kuniambia kwamba si. Wewe ni mjinga nini wewe? Baby. Mbavu mwenyewe ni huyu hapa siku alionichelewesha, nikashinda kupokea simu. Na nikazima simu. Mjinga mwenyewe ndio huyu. Nisikilize nikwambie wewe. Sikupendi. Na wala sihitaji kukuona kwenye maisha yangu. Wala sina shida na wewe. Yaani kama kwako ilipita ilikuwa ni bahati mbaya tu. Unamwona huyu? Huyu ndio yuko hapa. Yaani kwako ilikuwa imepita tu kama gari imekosea njia. Afu iwe mwanzo na mwisho kunifuatilia na ukanyaga hapa kwenye hii nyumba. Unanielewa? Iwe mwanzo na mwisho. Nadhani una masikio mazima na macho yako yanaona vizuri. Kwa hiyo jiongeze. Sasa nitaushangaa ukiwa unaendelea kukanyaga kwenye hii nyumba. Wakati mhusika ni mimi, sikuhitaji. Unaniangalia nini? Shemeji, pole sana. Sina uwezo wa kubadilisha moyo wa mdogo wangu. Nimekuelewa. Ila na maumivu makali sana kutoka katika moyo wangu. Moyo wangu unawaka. Naumia.
Sawa, nimekuelewa. Mimi nimekuelewa. Acha niende. Shemeji, mambo? Shem. Ting. Basi kuelewe, umefika hapo unaniachia mkono? Toka nyumbani kwangu. Nini? Nimesema toka nyumbani kwangu. Labda utakuwa umechanganyikiwa. Tumetoka vizuri, tunaongea vizuri hapa, tunacheka. Umeona yule? Yule ni demu wangu. Mtu ambaye nampenda mimi kuliko kitu chochote. Nisikilize Ting, nikwambie. Usitaki kunifanya mimi ni mjinga. Sawa? Wewe naona utakuwa umechanganyikiwa. Wewe mimi nakutumia. Ni kama chapati. Geuza. Ting. Wewe ni mtu kuchezea watu. Ting, inatosha. Umeelewa? Mimi sio wanawake kama unaofikiria. Mimi sio kama wao malaya. Mimi nimetoka kugombana na dadangu kwa sababu yako wewe. Nimetoka kuwakatalia wanaume wangapi? Leo unakuja kunitolea maneno ya ajabu Ting. Mimi najiheshimu. Umeelewa? Najiheshimu na ndio maana nikakukubalia wewe. Leo unakuja kunifanyia vitu vya ajabu. Ting. Najua kwangu utarudi tu. Sawa? Utarudi tu hapa kwangu na kusubiria wakati ujao. Mjinga wewe. Asante. Mimi leo naitwa mbwa. Nimetukanwa hapa nyumba yangu mwenyewe hii. Mke wangu. Mambo ya kukaa na kuongea tu. Unaweza kumaliza. Wewe unajielewa kweli? Mimi leo natukanwa kabisa mbele ya kwa hiyo unasema tunamalizaje? Asante. Niache. Bwana vipi? Sawa. Nimeona simu yako nikasema nataka nisije. Ile kwa sababu damu nzito, nimeona nije nikusikilize. Tambia. Ulichokiongea muda uliopita kimejizalilisha. Kwa nini? Nilimpigia simu Eda. Akanijibu ujinga. Nikaamua niende tu kwa sababu na ruksa kuingia kwa muda wote. Na nilipofika kule nikamkuta yuko na mwanamume mwingine. Ndio mkutana na mwanamume mwingine? Kawaje? Mbele dada yake wanakumbatiana. Lakini kilichokuja kutokea
kanidhalilisha, kanitukana. Kama mbona bwana yake mimi ndo mtu ambaye nimemsumbua. Ni kitu ambacho kinaniumiza sana. Hilda ni mwanamke mzuri sana kwako. Hilda na shepu. Hilda mrembo. Hakuna asiyejua mtaa mzima hapa. Hilda ni sister tu. Huwezi kumwacha. Ni kama mkuki katika moyo au zaidi ya mkuki. Nimekupigia simu uje ili uje kuutuliza na kuuzima moto, lakini kinachokuja kutokea ni wewe kuongeza petroli na kufanya moto uwe mkubwa zaidi. Na ile ndio sehemu yako ya moyo. Hili yote niseme pole. Pole, na ninaamini wewe una akili timamu. Lenye mwanzo alikosi kuwa na mwisho. Haya yataisha tu. Mimi naamini hivyo. Na utajipanga upya. Samahani, simu yangu inaita. Dada wa Oman kaja lini tena huyo? Halo? Kuna sehemu ipo naongea na jamaa yangu sasa hivi, namaliza naye anakuja. Sawa, mashika. Dangu anaongea kwa nalia. Sio kutoka nini tu. Kwa hiyo mimi naamini kabisa haya mambo yataisha. Leo una akili timamu. Mimi niache niende kuongea na sister. Maana anapiga simu kwa nalia. Baadaye utajua tunafanyaje. Gaga vipi? Vipi? Safi. Yule dada yetu Oman ambaye jana alinipigia simu. Yule pale Kazia. Kazia kaa. Karibu. Mimi namwacha kidogo. Namwacha. Kuna mambo yangu nafuatilia, baadaye nitarudi. Kwa hiyo ana stress zake kidogo, nataka atulie. Kazia? Tulie, ukute upo free. Sawa. Mimi natoka kidogo. Gaka. Binamu yetu. Huyu nani? Huyu binamu yetu bwana. Kazia baadaye. Gaka. Binamu yetu. Sawa. Huyo binamu yetu bwana. Sawa. Binamu yetu. Basi nitakuja baadaye kidogo. Hai.